Hii ni nchi ya Korea. Kusini mwa nchi hii ni Korea Kusini na kaskazini mwa nchi hii ni Korea Kaskazini. Wakati Korea Kusini wakifurahia maisha, huku wananchi wa Korea Kaskazini wakiwa katika sitofahamu ya uhuru wao, kwa sababu katika nchi hii ya Korea Kaskazini serikali inapanga kila kitu kinachomhusu mwananchi wa nchi yake, kuanzia kunyoa, kula, kuvaa hadi makazi. Ni serikali ndio itaamua uishi vipi katika nchi hiyo. Kiufupi ni nchi ambayo wananchi wake wana msongo mkubwa wa mawazo. Hebu vuta picha nchi ambayo hakuna mtandao wa internet, hakuna uhuru wa kidini, wala hakuna uhuru wa wananchi kusafiri kutoka nje ya nchi hiyo. Lakini mambo hayakuwa hivi toka mwanzo. Ni pale kuanzia mwaka 1948 ndipo nchi hizi mbili zilipotengana, lakini kabla ya hapo ilikuwa ni nchi moja yenye furaha na umoja. Sasa jambo la kujiuliza ni kwamba ni nini hasa kilichotokea na kuifanya nchi hii kugawanyika na kupatikana kwa nchi mbili tofauti, Korea Kusini na Korea Kaskazini. Hapo mwanzo kabisa Korea ilikuwa ikitawaliwa na mfumo wa kifalme, na mfumo huu ulitawala Korea kwa nyakati tofauti tofauti. Hapo mwanzo kabisa kulikuwa na ufalme unaoitwa Gojoseon. Ufalme huu ulitawala Korea kuanzia mwaka 2333 kabla ya Kristo hadi mwaka 108 kabla ya Kristo. Inasemekana kwamba ufalme huu ulianzishwa na mtu anaitwa Dangun, ambapo ufalme huu ulistawi sana kabla ya kuangushwa na ufalme wa dola ya Han kutoka China. Lakini pia nchi hii ya Korea kuna kipindi ilishuhudia utawala wa falme tatu tofauti ndani ya nchi moja. Falme hizi ambazo zilitawala katika nchi ya Korea: Goguryeo, Baekje pamoja na Silla, ambazo zilitawala kuanzia mwaka 57 kabla ya Kristo hadi mwaka 668 baada ya Kristo. Utawala wa Goguryeo ulikuwa na nguvu zaidi kaskazini na ulijulikana dhidi ya vita na China, huku ufalme wa Baekje ulitawala kusini magharibi mwa nchi ya Korea na ulijulikana zaidi kwa utamaduni wake, lakini pia ilikuwa ni falme ambayo ilikuwa ikifanya biashara na nchi ya Japani. Na mwisho kabisa kulikuwa na ufalme wa Silla. Ufalme huu ndio ambao uliunganisha Korea na kuwa kitu kimoja, na Korea ilikuwa ikipitia katika falme tofauti tofauti mpaka pale ambapo ilikuja kutengana tena mwaka 1948. Yafuatayo ndiyo mambo yaliyosababisha kutengana kwa taifa hili moja na kuleta mataifa mawili tofauti, yaani Korea Kusini na Korea Kaskazini. Sababu kubwa ya kwanza iliyosababisha Korea Kusini na Kaskazini kutengana ni vita ya pili ya dunia. Lakini kabla ya vita ya pili ya dunia ambayo iliisha mwaka 1945, kulikuwa na vita kati ya China na Japani, ambapo nchi zote hizi mbili zilikuwa zikigombania kuitawala Korea, ambapo Japani ilishinda vita hiyo na kusababisha kuitawala Korea kuanzia mwaka 1910 mpaka mwaka 1945, ambapo nchi ya Japani ililazimika kuiacha huru nchi ya Korea. Kwa wakati huu ilikuwa ni wakati sahihi kabisa kwa nchi ya Korea kuwa ni taifa huru, lakini mataifa makubwa kutoka nje ya nchi yalikuwa yakitamani kulitawala taifa hilo. Ikawa ni chachu ya kutengana kwa taifa hilo, kwa kuwa mataifa hayo makubwa kila mmoja alitamani kulitawala taifa hilo. Mataifa hayo ilikuwa ni nchi ya China, Marekani na Urusi, kila mmoja akitamani kuitawala nchi hiyo na zaidi ya yote kuendeleza itikadi zake. Naomba nikukumbushe kitu kimoja, kuwa katika haya mataifa matatu, mataifa mawili, nchi ya China na nchi ya Urusi, nchi hizi zilikuwa ni nchi za kikomunisti zilizotamani siasa za kikomunisti kuenea katika nchi ya Korea. Na upande wa pili ni nchi ya Marekani, ambapo pia ilitamani nchi ya Korea ifuate dhana na itikadi za kibepari, jambo lililopelekea sababu ya tatu ya nchi hiyo kugawanyika.
Ilipofika mwaka 1948, mataifa mawili makubwa, Marekani na Urusi, yaligawanya Korea katikati, upande wa kaskazini ukisapotiwa na Urusi na upande wa kusini ukisapotiwa na Marekani. Na kwa kuwa mataifa haya mawili yalikuwa yakitofautiana katika itikadi za kisiasa, Urusi ikiamini katika ukomunisti na Marekani akiamini katika ubepari, ambapo mataifa haya mawili ya Urusi na Marekani, kila nchi ilipandikiza kiongozi wake ambayo wanamuona anaunga mkono sera zao. Upande wa kaskazini, Urusi ilimpandikiza kiongozi anaitwa Kim Il-sung ambaye ni babu yake mtawala wa sasa hivi wa Korea Kaskazini, Kim Jong-un. Huku upande wa Korea Kusini, Marekani ilimpandikiza kiongozi wake anayeitwa Syngman-rhee, ambapo sasa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Il-sung alitamani kuitawala nchi yote ya Korea, na nchi zote mbili, Korea Kusini na Korea Kaskazini, ziwe katika utawala wa kikomunisti. Na kwa kuwa labda alihisi anastahili kuwa mtawala wa nchi zote mbili, Korea Kusini na Korea Kaskazini, ndipo ambapo ilipofika Januari 25 mwaka 1950, majeshi kutoka Korea Kaskazini yakaivamia Korea ya Kusini. Sababu nyingine iliyopelekea nchi hiyo ya Korea kutokuwa kitu kimoja tena, na vita hii iliitwa Vita ya Korea, iliyodumu ndani ya miaka mitatu, kuanzia mwaka 1950 hadi mwaka 1953. Upande wa kaskazini ulipewa nguvu na Umoja wa Kisovieti, ambapo nchi hizi zilimwaga wanajeshi wake pamoja na vifaa vya kivita ili kuivamia Korea ya Kusini. Na kwa kuwa Korea Kusini ilikuwa ikisapotiwa na Marekani, basi majeshi kutoka Korea Kaskazini yalianza kuyashinda nguvu majeshi ya Marekani na kuyafanya majeshi hayo kimbilia kusini zaidi mwa nchi hiyo. Na hapa ndipo Marekani aliona huenda akashindwa vita hii, na ndipo alipoomba msaada kutoka majeshi ya Umoja wa Mataifa, na ndipo nchi nyingine zikatuma majeshi yake ili kuiokoa Korea ya Kusini. Nchi hizo ni Uingereza, Australia, Canada, India, New Zealand pamoja na Afrika ya Kusini, na walichofanikiwa ni kuyarudisha majeshi ya Korea kaskazini zaidi, lakini swala la kuifanya Korea kuwa kitu kimoja lilifeli kabisa. Zaidi ya yote, vita hivyo vilileta vifo vya watu zaidi ya milioni 3 na maelfu ya watu wa Korea kupoteza makazi yao. Miaka mitatu katika vita hii ambayo ilimwaga damu za watu wengi sana, tarehe 27 Julai mwaka 1953 ndipo viongozi kutoka Marekani, China, Korea Kaskazini pamoja na Korea Kusini walikutana pamoja kwa lengo la kuhitimisha vita hivi, na kwa pamoja wakakubaliana kwamba nchi hii ya Korea itabaki imetengana kwa kuwa na nchi mbili, Korea Kusini na Korea Kaskazini. Kwa hiyo nchi hizi mbili ni vigumu sana kuja kuungana tena. Huu ndio mwisho wa video yetu ya leo. Kama umeipenda video hii, bonyeza alama ya like, na kama hujaipenda pia bonyeza alama ya like. Pia usisahau kucomment katika video hii, na muhimu kabisa, subscribe channel hii. Asante.